majeshi ambao wameingia katika nchi. Nchi hii imeingiliwa na uharibifu. Anasema kwamba yaliyosazwa, anasema kwamba kuna wadudu wameingia kula maisha ya watu, kula miaka ya watu. Kwa hiyo watu wanaishi maisha ambayo sio ya kwao, watu wanaishi maisha ambayo ni ya mateso. Akasema kwamba kuna wadudu ambao wameingia. Mdudu wa kwanza ni nzige. Sasa huu mti mahali hapa ni mfano wa mwanadamu. Mwambie mwenzako ni mfano wa wewe. Kwa hiyo katika mti huu kuna uharibifu wa kwanza ambao utaingia kuweza kuharibu maisha ya huu mti, na anza kufikirisha kwamba ni uharibifu ambao unaweza ukaingia ndani yako. Aya, nzige anza kushambulia. Kwanza mnaona nzige ina nini hapa? Ina nini hapa? Kuna magonjwa, kitu cha kwanza. Tafsiri ya nzige, kuna vifo na misiba, kuna umaskini. Kwa hiyo anapokuja kushambulia huu mti, anaacha umaskini, anaacha magonjwa, anaacha na vifo na misiba. Haya, nzige shambulia sehemu yako. Nzige huyo anashambulia. Nzige amemaliza kazi yake, amebakiza kuna sehemu ambapo hapajashambuliwa. Sasa amesaza sehemu moja, anakuja mnyama mwingine tena, anakuja tena mdudu mwingine kwa ajili ya kushambulia. Njoo ushambulie palale. Haya ni majina tu ya uhusika hapa, sio ya kwao, yaishie hapa hapa. Shambulia tu vizuri palale. Mnamwona palale amebeba nini? Amebeba nini? Kwa sauti. Cha pili, cha tatu, tamaa mbaya zinamshambulia mtu. Njoo madumadu, njoo. Mnamwona madumadu ana nini hapa? Ana nini hapa? Ana nini hapa? Ana nini hapa? Ongeza na cha kwako. Chukua. Sasa madumadu ameshambulia. Unaweza ukaona mtu wetu jinsi alivyobaki. Kama ni uhai umebakia kidogo. Sasa amebakia kidogo, anakuja mwingine ambaye ni tunutu. Tunutu mnakiona ni kiwavi, si mnakiona? Vile sawa vidudu washa, kinashambulia sehemu yake. Tafsiri yake ni nini? Nini tena na nini? Kwa hiyo unaona mtu huyu maisha yake yameharibiwa, mtu huyu maisha yake yamevamiwa. Alianza nzige, akala nzige, kabakiza, akaja palale akabakiza, akaja madumadu amebakiza, amekuja kumalizia tunutu. Muulize mwenzako, wewe ni kitu gani ambacho kimesha kula maisha yako? Wewe ni kitu gani ambacho kimesha kula maisha yako? Amesemaje? Amesema? Hajasema? Anajua kikula. Nzige wako ndani yake. Kuna mtu ambaye, kuna palale wako ndani yake. Kuna mtu ambaye madumadu wako ndani yake. Kuna mtu ambaye ameliwa na tunutu, akaachiwa shida, akaachiwa laana, akaachiwa na uchawi ambao unamtesa mpaka saizi. Maisha yake yamebakia namna hii, hakuna kustawi, hakuna kukua. Laana imemkamata, uongo umemkamata, hakuna faida yote aliyonayo duniani. Sema, mwambie mwenzako kwamba wewe ni kama nani? Wewe hapo umeliwa na nani? Wewe maisha yako yameliwa na nani? Wewe kanichukulie tumalize. Lakini yupo Mungu,
Yoeli sura ya 2:25 anasema kwamba nitawarudishia yale ambayo yaliibiwa, yakaliwa na palale, yakaliwa na madumadu, yakaliwa na tunutu, yakaliwa na nzige, na atawafanya kuwa watu wapya katika jina la Yesu Kristo. Sema amina kubwa, amina yenye kilo. Nikurejeshe, nikurejeshe, anasema njoo kwangu nikurejeshe. Haleluya, haleluya, haleluya. Nasema yaliyoibiwa, yaliyochukuliwa na mwovu, anasema njoo kwangu nikurejeshe. Haleluya. Sasa japokuwa yule mtu alikuwa ameliwa mpaka ameisha, lakini yupo mmoja ambaye anaweza karejesha kila ambacho kiliibiwa, miaka ya shida ambayo iliibiwa, ambavyo viliibiwa ndani yako, uharibifu ambao uliletwa ndani yako, anaweza kaubadilisha akaleta uzuri tena ndani yako kwa jina la Yesu Kristo. Nyie maangamizi mnaweza mkaondoka. Kusanya tu hivyo, mpotee kabisa. Mungu anawaambia wana wa Israeli kwamba nyie maisha yenu yameliwa, uchumi wenu, utakatifu wenu umeliwa, lakini Mungu anasema kwamba pamoja na kuliwa ndipo naweza nikarejesha, naweza nikarejesha. Yesu anaweza karejesha, Yesu anaweza karejesha kila ambacho kimeliwa ndani yako, uhai ulioliwa ndani yako, afya iliyoibiwa ndani yako, sijui mali zilizoibiwa, yeye anaweza karejesha katika jina la Yesu Kristo. Mtu mmoja ambaye ni mzima aseme amina, na Yesu amrejeshe kwa jina la Yesu. Sasa angalia mahali hapa, angalia mahali hapa. Huu ni mti tena umerudi kuwa hai tena. Ule wa kwanza ulikuwa ni mdogo, lakini huu umeongezeka ukubwa. Maana yake nini? Haleluya! Hata kama ulikuwa kiwango cha chini, ukaharibiwa katika kiwango cha chini, Mungu anaweza akakurejesha. Yesu anaweza akakurejesha, akakustawisha tena. Vile mti umestawi, anaweza kukustawisha tena, akaachilia uhai ndani yako katika jina la Yesu Kristo. Sema amina. Kuna watu ambao kilichokula maisha yao ni laana. Toka babu yako aende kukusemea kwenye makaburi, toka wachawi waende kukulani kwenye makaburi. Laana ilikuja ikashambulia maisha yako, ukabakia hauna uhai. Kwa siku ya leo, sioni ya leo, na ni mwisho wa mkutano. Hiyo iwe mwisho, iwe mwisho, iwe mwisho, iwe mwisho, iwe mwisho kwa jina la Yesu. Uwe hai tena, urejeshe uhai wako kwa jina la Yesu. Amina. Kuna mtu mwingine baada ya kuingia yeye kwenye ndoa, basi wakaingia nzige kwenye ndoa, wakaingia parare kwenye ndoa, wakaingia madumadu kwenye ndoa, wakaingiza roho ya kukataliwa. Toka ameolewa hajawahi kufurahia ndoa, kwa sababu madumadu wameingia kwa ajili ya kusababisha uharibifu. Upo mahali hapa, Yesu akurejeshe, akurejeshe ndoa iliyostawi, ndoa iliyostawi tena. Sema amina, amina. Na kuna mtu mwingine, yani toka ameingia shuleni, kuna madumadu wakaingia, palale wakajipanga, wakaingia, wakaanza kula somo la hesabu, anazingua anapata F. Wakaingia kula somo la physics, wakala kemia, wakahamia kwenye biology, wakaenda kwenye Kiswahili, wakaenda sijui kwenye maarifa ya jamii, wakala, wakamaliza. Nikwambie leo sitoke hapa, yupo mrejeshaji, Yesu aliye hai. Yesu aliye hai anaweza kukurejeshea tena elimu iliyoibiwa. Sema amina, sema amina. Amina, amina, amina. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mwingine
alikuwa na kipawa kizuri, akiimba uwepo unashuka, nguvu za Mungu zinashuka. Lakini walipoingia madomado, ulipoingia usinzi ndani yake, ulipoingia uongo ndani yake, ulipoingia uasherati ndani yake, ikaingia laana, ikaingia dhambi, ikang'oa kila kitu, ikang'oa kipawa chote, ikala kipawa chote. Kama uko mahali hapa, Yesu anakurejesha. Yesu anakurejesha. Mwisho iwe mwisho ya kile ambacho kiling'olewa ndani yako, akirejesha tele tele. Sema amina, sema amina. Amina. Haleluya. Amen. Wakainuka parare, wakala. Tena kuna mtu ukombozi, urejesho uko live. Mwambie mwenzako urejesho uko live. Yesu aliyerejesha kwa wana wa Israeli leo yuko live. Usisubirie mpaka mtu fulani labda ndo akuchie kwenye maisha yako. Leo nimemleta Yesu mahali hapa. Nimemleta Yesu mahali hapa, na yanashuka mahali hapa kwa ajili ya kurejesha kwa jina la Yesu, kurejesha hadhi ya familia yako, kurejesha uchumi wako, kurejesha afya yako iliyoibiwa, kurejesha afya iliyoliwa na ukimwi, afya iliyoliwa na magonjwa ya zinaa, afya iliyoliwa na kisukari. Yuko hapa kurejesha afya iliyoibiwa na ikaliwa na magonjwa ya kipindupindu, si nini, mwili wako ukaliwa magonjwa ya paralaizi. Yesu yuko mahali hapa. Amina. Kwa ajili ya kurejesha. Sema amina, sema amina. Amina, amina. Na Yesu akirejeshaga, harejeshagi vile vile, anafanya double. Amina. Sasa anafanya nini? Double. Ulize, unamjua Ayubu? Alipomrejeshea Ayubu yaliyopotea, yaliyoliwa na parare, alipomrejeshea Ayubu alipata double. Amina. Ulize mwenzako, wewe unahitaji kupata double kwenye nini wewe? Nini kimeliwa upewe double? Sijaona mtu anayemuuliza mwenzake. Sijaona. Hapa napata shaka na kuja kugundua kwamba kumbe ni kweli kile ambacho Mungu alikuwa ananiambia kwamba kuna watu ambao maisha yao yameliwa. Kwenye maisha yao kuna parare wamevamia. Kuna uongo, ulevi, uvutaji wa sigara, ushoga umevamia, usagaji umevamia. Kuna watu kumbe nakuja kupata jibu. Yesu tusaidie sana. Amina. Nyosha mkono wako juu. Inua mkono wako juu. Hivyo umeinua mkono wako, ndivyo Yesu anakurejesha. Amina. Anakustawisha. Amina. Jina la Yesu Kristo. Amina. Yesu anakumanisha kwenye ule ugonjwa ambao ulikushusha chini, kutoka kwa watu ambao walikutamkia laana. Sema amina, sema amina, sema amina. Amina. Na mwingine alikuwa ni mtu mzuri kabisa, wanamwona ana tabia nzuri, na alikuwa wakati mwingine anaenda na kanisani, na kuna wengine bado anaenda kanisani, lakini bado kuna parare wamekula maisha yake. Na utakuta mtu ni mzinzi, lakini bado anaenda kuimba kanisani na hataki kurejeshewa uhai. Naomba jioni ya leo iwe ni mwisho, iwe ni mwisho kwa jina la Yesu. Parare wewe ni mwisho, ni mwisho kwa jina la Yesu. Ukiingia kanisani urejeshewe, urejeshewe kwa jina la Yesu. Mungu akukuleta duniani hapa ili maisha yako ya kumalizwa tu, yeye yakuliwa na Ibilisi. Mwambie ndugu yako, unajua kusudi la Mungu juu yako. Unajua kusudi la Mungu juu yako. Mungu atakuleta duniani usurule tu kama mtu ambaye amemalizwa na parare, amemalizwa na ulevi. Kuna watu unakuta mtu analewa kuanzia asubuhi mpaka jioni, akipata pesa analewa,
kuanzia asubuhi mpaka jioni, hajui familia yake inaendeleaje, hajui wakati mwingine watoto wake wanaendeleaje, hajui mke wake wanakulaje pale nyumbani. Yeye akipata pesa kwenye ulevi, akipata pesa kwenye safari ya CM, akipata pesa sio anapeleka kwenye manini, akipata pesa anapeleka huko, kumbe ni palale wanakula. Naomba jioni ya leo Yesu akukomboe kwa jina la Yesu. Amina. Kama ni mume wako huko aliko, Yesu amkomboe, amrejeshe tena ile miaka ambayo ametumia kwenye uvutaji wa sigara, kwenye unywaji wa pombe kupitiliza kiasi, na kunywa tu. Mungu amrejeshe kutoka huko. Amina. Alafu msawishe tena. Amina. Jina la Yesu Kristo. Amina. Niangalie vizuri, mwambie mwenzako niangalie vizuri. Mwangalie vizuri tu. Sionei haya Injili. Naam. Na kuna mwingine ni mama au mdada, badala wa kutoa mimba, msike wa kutoa mimba, mtu wa kuua watoto wamemvamia. Akipata ujauzito, akienda kuzina akapata ujauzito, anatoa, anaua. Kumbe ni palale unaendelea kumshambulia, kumbe ni nzige unaendelea kumla mpaka umalize. Naomba leo Yesu mpokee, halafu akustawishe, akurejeshe kwa jina la Yesu. Akurejeshe kwa jina la Yesu. Ibiwa yarejeshe. Sema amina. Watu wa mimba, mnanisikia vizuri? Yeah. Mnanisikia vizuri watu wa mimba? Wanakusikia vizuri. Usipokuja kwa Kristo leo akakurejeshea kile ambacho adui alikuwa ameondosha ndani yako, ule usimamo wa adui alikuwa ameiba ndani yako na akaingiza madumadu. Usipokuja leo, nakwambia hakika ipo siku utanikumbuka. Utatamani yule kijana ambaye anavaa skafu ya Tanzania aje hapa kwa ajili ya kulihubiria. Sitakuwepo. Ni wakati ambao waliostawishwa, waliorejeshewa, wakatengenezwa maisha, wanaenda mbinguni. Amina. Bakia mkavu mahali hapa. Itika sauti ya leo, umpe Yesu maisha yako. Itika sauti ya leo, mkabidhi Yesu haya maisha yako ya jina la Yesu, ufanywe kwa mtu mpya. Amina. Natoa mimi